Eneo linaweza likawa ni mlango wa kupitisha baraka za Mungu, lakini pia eneo linaweza likawa ni mlango wa kumtoa mtu hatua moja kwenda hatua nyingine, na eneo linaweza likatumiwa pia kumzuia mtu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na hapa tunamwona Yakobo alikuwa anatoka Beersheba kwenda Harani, na Biblia inasema akafika mahali fulani ambapo haikutaja, ila inasema tu alikuwa anatoka Beersheba anaelekea Harani. Alipofika mahali fulani giza likaingia, mchana ukakoma, na Yakobo hakuhangaika kwenda kutafuta nyumba za wageni, hakwenda kutafuta kwa jirani, akaenda kupiga simu kwa mjomba, si kwa nani, kwamba ninakuja hapo, nitakoma, talala hapo. Hakuna. Yakobo alipoona giza limeingia pale pale, akachukua hatua ya kuchukua jiwe akalala. Na alipolala anasema mstari wa 16 anasema, na Yakobo akaamka katika usingizi wake. Ukisoma hapo juu utaona alilala, akaona ngazi ndefu, malaika wanapanda na kushuka, na ndio hapa akaamka usingizi wake, akasema kweli hapa, akasema kweli Bwana yuko hapa. Wapi? Kwenye lile eneo alilolala. Kwani kwa sababu alikotoka hakumuona Bwana, alipokwenda na Beersheba hakujua kama atamuona Bwana, lakini pale mahali alipolala, pale mahali ambapo aliamua kuchukua jiwe ukawa mto. Yakobo yeye kwake mto sio issue, alichukua jiwe akalalia. Usipolalia mto, unaamka asubuhi unazungusha kichwa kana kwamba kinauma, sijui vimelala vibaya. Yakobo alichukua jiwe akalala na akauchapa usingizi kisawasawa. Jina la Bwana libarikiwe. Wale ambao mkienda nchi za ugenini hampati usingizi, Bwana Yesu asifiwe.